nataka nifanane naye Yesu moyo wangu. Nataka nifanane naye Yesu moyo wangu. Moyo wangu, moyo wangu, nataka nifanane naye Yesu moyo wangu. Moyo wangu, moyo wangu, nataka nifanane naye Yesu moyo wangu. Pendwa msikilizaji, maandiko matakatifu, Yesu anazungumza katika ile Injili ya Mathayo 8 ya kwamba, Mathayo 5 mstari wa 8, ya kwamba wale wote wenye moyo safi ndio watakaomuona Bwana. Nataka niongee na wewe ndugu yangu ya kwamba mimi na wewe tunapaswa tuwe na mioyo iliyo safi, tuwe na moyo wenye tabia ya kimungu ndani, tuwe na mioyo yenye kulipenda neno la Mungu, tuwe na mioyo ya dhati, upendo wa dhati kwa Mungu. Sio tuwe washabiki lakini tusio wachezaji, sio tuwe washabiki wa matendo ya Mungu na sisi sio watendaji. Mungu atusaidie mimi na wewe tuwe watendaji wa maneno ya Mungu. Bwana Paulo anamwambia Tito katika sura ya 1 mstari wa 16, anasema watu hawa wananiheshimu, wanakiri kwamba wanamjua Mungu, lakini kwa matendo yao wako mbali pamoja na Mungu. Anasema wala katika tabia yote iliyo njema hawana, ni watu walioasi. Nataka nikwambie mpendwa ya kwamba tupo nyakati ambazo tunapaswa kumrudia Mungu. Kama kuna tabia ambayo imekushinda ndugu yangu, yupo Yesu awezaye kukupa uweza, utaweza, utavuka kwenye hilo eneo. Kama kuna changamoto ambayo imesimama inaokuzuia hata usiende kanisani, kama kuna changamoto ambayo imesimama juu ya maisha yako inapambana na kusudi ambalo Mungu ameweka ndani yako, nasemaje? Ukimpokea Yesu akawa Bwana Mwokozi, yeye ni Bwana mabwana. Aliweza kutembea juu ya maji, ataweza kutembea pamoja na wewe. Aliweza kumponya kipofu akaona, ataweza kukuponya na wewe utafunguliwa. Aliweza kumfufua Lazaro aliyekuwa kaburini ndani ya siku 4. Bwana Yesu anaweza kukutoa na wewe kwenye shida yako. Usiwe na kisingizio chochote. Mungu aingie ndani ya maisha yako, atengeneze kesho yako, atengeneze maisha yako ya familia yako. Inawezekana wewe ndio rango la familia yako. Inawezekana wewe ndio Mungu anakutarajia kuleta ukombozi kwenye ukoo, kwenye familia yako. Nataka nikwambie mpendwa, usisubirie kesho. Neno la Mungu linasema saa ya wokovu ni sasa, wakati uliokubaliwa ni sasa. Nataka nikwambie huwezi jua kesho. Kesho iko mikononi mwa Mungu. Leo hii ni ya kwako na umepewa masaa baadhi ambayo ni ya kwako, lakini siku ijayo huwezi ukaitambua. Na tukukaribisha mpendwa kwenye ufalme wa Mungu. Karibu kuokoka baba yangu, karibu kuokoka mama yangu. Tubadilishe njia zetu, tubadilishe matendo yetu, maana mwana wa Mungu Yesu Kristo yupo njiani kurudi. Yesu Kristo yupo njiani. Yaimarishe matendo yako yaliyokufa. Bwana Mungu anasema katika kitabu kile cha Ufunuo, Yohana anaandika, Yohana mtumishi wa Bwana anaandika kwenye ule Ufunuo sura ya 3 mstari wa 1 na wa 2, anasema na yajua yako matendo yako, yako una jina la kuwa hai lakini umekufa. Sasa kesha, amka uombe ili uyaimarishe matendo yaliyosalia kufa. Ndugu yangu, napenda nikushauri, wakati wa kuimarisha matendo yaliyosalia ni sasa. Pambana, shindana roho chafu, inuka, jiponye nafsi yako, jiponye baba yangu, jiponye mama yangu. Nyakati tulizokuwa nazo nyakati mbaya, watu tunafurahia matendo mabaya kuliko matendo mema. Watu tumekuwa washabiki wa kushabikia uchafu, wa kushabikia uovu kwenye mitandao. Tumekuwa wepesi wenye kushabikia uchafu na kila namna ya vurugu zote za duniani, lakini masuala ya Mungu tumekuwa wazito kuposti maneno ya Mungu. Tumekuwa wazito kuposti injili kwenye mitandao. Tumekuwa wepesi wenye kuposti uchafu. Tumekuwa wepesi wenye kushadadia, wenye kupokea taarifa mbaya na kuzieneza. Lakini habari za Yesu tumekuwa wazito wenye kuzisambaza habari za Yesu. Tumekuwa tukiwapa kipaumbele tu wainjilisti. Tumekuwa tukisema ni habari za wachungaji, lakini ujui kwamba neno la Mungu limekuja kwetu wanadamu wote, ya kwamba nendeni ulimwenguni kote mkaeneze injili, muambie watu wote. Wakishafanyika kwa wanafunzi, mtawabatiza
Ninakubatiza kwa jina la Baba, kwa jina la Mwana na kwa jina la Roho Mtakatifu. Ndugu yangu, wewe umechaguliwa na Mungu, usijidharau, uwe na siku njema. Kama uko tayari kuokoka, basi nakushauri nenda kanisa lote la kiroho pamoja na wewe. Utakapoombewa utaelekezwa na utakulia wokovu. Uwe na wakati mwema.